Hi beautiful people, karibu tena na tena kwenye channel yetu ya YouTube Positivity with Miss Popular. Siku ya leo tunayo furaha kubwa sana ya kuungana pamoja na wewe katika kujifunza kitu ambacho kinaenda kukujengea wewe nguzo ya kusimamia katika malengo yako unapoenda kuanza mwaka mpya 2026. Naamini kwamba imekuwa ni kitambo kidogo sana tangia kupost video ambayo ina dakika 3 hadi 5 kwenye channel yetu ya YouTube, lakini this one ni fursa kubwa kwako pia ya kuweza kujifunza na tell a friend kwamba Positivity with Miss Popular ipo live and it's on fire. It's on fire. Please tell a friend. Don't forget to like, share, subscribe so that more people can see these positive ideas that are going to change their lives completely. Siku ya leo tunaenda kuchambua kitabu ambacho mimi kimenisaidia sana katika mwaka 2025 kwenye malengo yangu, kwenye kazi, kwenye maisha, kila kitu ambacho nakifanya nimekuwa nikiapply hizi sheria au principles ambazo zimeenda kunipa motisha mimi ya kuweza kufikia baadhi ya malengo yangu mwaka 2025. The title of this book is The Compound Effect. Multiplying Your Success One Simple Step at a Time by Darren Hardy, publisher of Success Magazine. Hichi kitabu sikudanganyi, kama wewe haupendi kusoma vitabu, hii ni fursa kwako. It's just dakika 5 ambazo zinaenda kukusamarizia na utajifunza vitu vingi ambavyo hukuweza kuvitambua probably, na ndio vilikusababisha wewe kushindwa kupata matokeo kwenye malengo yako mwaka 2025. Namba 1. Small smart choices applied consistently over time. Darren anasema kwamba hatua ndogo thabiti huleta mafanikio makubwa. Anasema kwenye kitabu chake kwamba mara nyingi tofauti kubwa kati ya mtu ambaye alifanikiwa na mtu ambaye hajafanikiwa huwa kwenye maamuzi madogo madogo ambayo yanafanyika kila wakati, lakini huonekana hayana maana kwa muda fulani. Kwa mfano, kama ukiamua kusoma kitabu, let's say kurasa 10 kwa siku, utajikuta umemaliza kile kitabu kulingana na pages ambazo zipo ndani ya kile kitabu. Lakini day 1 ukianza kusoma kurasa 10 utaona haina maana kabisa. Hii pia ni kwa wale watu ambao hawapendi kuweka akiba. Kwa mfano, mtu anayeweka akiba akiwa ameanza shilingi 1 kwa siku ya kwanza, haina maana sana, lakini muda unavyozidi kwenda, anavyozidi kuweka akiba ndivyo anaweza kuona matokeo. What does this mean? Nguvu ya mafanikio iko kwenye mkusanyo wa muda. Small smart choices applied consistently over time. Kwa hiyo the more muda unapozidi kwenda is the more and more unaenda kupata yale matokeo ambayo ulikuwa huyatarajii au ulikuwa umeplan kuyatarajia, lakini inategemea sana na nguvu ambazo unaziwekeza kila siku, kila wakati. That's it. Namba 2, Hardy anasema you're 100% responsible for everything that happens to you. Inamaanisha wewe hapo unawajibika 100% kwa kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yako. Hardy anasisitiza kwenye kitabu kwamba it doesn't mean kwamba vitu vibaya havitakutokea au kwamba una sababu ya kumlaumu mtu mwingine. Hapana, hauna sababu ya kumlaumu mtu mwingine kabisa. Jinsi unavyoitikia kwenye hayo mambo, ukiacha kulaumu na kuanza kuwajibika kwenye mambo yanayotokea kwenye maisha yako, unatoka kuwa victim, unaenda kuwa nani? Victim. Unatoka kuwa mwathirika, unaenda kuwa mtendaji. That is the main or the key lesson in this thing. Kwamba nguvu ya kubadilisha maisha inaanza pale ambapo umeamua kuwajibika 100% kwenye kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako. Badala ya kulalamika, bosi amegoma kunisaidia, rafiki yangu tuliplan wote, connection imegoma, sijui nini kime happen kwenye maisha yako, fulani, bamdogo, uncle, whoever. Instead ya kuanza kulaumu hao watu, jilaumu wewe mwenyewe na tafuta namna ambavyo unaweza kuwajibika 100% kwenye kila kitu kilichotokea kwenye maisha yako. Baada ya hapo ndipo utapoanza kuona kwamba
nguvu ya kubadilisha maisha yako umeipata. Number 3, motivation is fleeting but discipline stays. Nidhamu ni muhimu kuliko motisha. I love this. Ni hivi, motisha inakuja tu pale ambapo umehamasishwa, umepata labda ujumbe fulani hivi kwa mara ya kwanza, una feel motivated, motisha inakuwepo kufanya kile kitu. Lakini ubaya wa motisha ni kwamba changamoto ikikutokea wewe au siku haujisikii kufanya, unaacha kabisa, yani inaondoka, kwa sababu ile hamu ni kama hisia fulani inatoka. Kwa hiyo unakuwa umeachwa njia panda. Unaona bora usiendelee na kitu, lakini dakika 5 au 6 zilizopita nyuma ulikuwa unatamani sana kuendelea kufanya hicho kitu. Motisha ikipotea na wewe unakaa kimya. Kwamba Hardy anaeleza kwamba nidhamu ndio kitu pekee ambacho kinakufanya wewe uweze kuendelea hata kama siku zingine haujisikii kabisa. Like you wake up in the morning, unajisikia kabisa umechoka, hutaki kwenda kazini, lakini kwa sababu una nidhamu, unaamka unaenda kazini. Una nidhamu, unaamka unaenda kanisani. Ni nidhamu inayokusaidia wewe kuweza kufanya haya mambo. Hardy anasisitiza kwenye hichi kitabu kwamba watu wengi ambao wamefanikiwa hawafanyi vitu kwa sababu wanajisikia, bali kwa sababu wamejifunza kufuata ratiba, taratibu na maamuzi sahihi kila siku. My friend. What about you? Umejifunza kufuata ratiba? Ama mimi mwenyewe kuna muda napata challenge ya kuendelea kufanya kitu fulani kwa kufuata ratiba, lakini I have to push myself kwa sababu I know the impact or the effect. Kuna kitu kinaitwa 2 minutes rule. I think nilishakiongelea huko nyuma kwenye video zangu. 2 minutes rule unasema kwamba naenda kukifanya hichi kitu ndani ya dakika 2. And then baada ya dakika 2 unajikuta unapata ile nguvu ya kuendelea kukifanya. Ulikuwa unawacha kufanya kitu kabisa, just tell yourself labda naenda kufanya for just 2 minutes then I'll be back. Go do it for 2 minutes then utajikuta in between umepata nguvu ya kuweza kuendelea kufanya hicho kitu ambacho ulikuwa unataka kukifanya. Ndio kitu ambacho Hardy anaongelea. Nidhamu ni bora kuliko motisha. Haijalishi Manuel ataongea kwa kiasi gani, motivations wote walioko duniani wataongea kwa kiasi gani, lakini kitu ambacho kitaenda kukusaidia wewe kuendelea mbele ni hichi, nidhamu. Namba 4, Hardy anasema you will become the books you read and the people you surround yourself with. Mazingira yako yanakuunda wewe bila wewe kutambua. Hardy anasema kwamba kwa mujibu wake mafanikio ya mtu binafsi yanaathirika sana na watu unaokaa nao, mazingira ulioko nayo, vitabu unavyovisoma, taarifa unazozisikiliza na kile kitu unachokiangalia kila siku. If you're a gossiper, you'll always find yourself gossiping, looking for gossips kwenye social media. Kama uko tayari kujifunza, surround yourself na watu ambao wanataka kujifunza. Kama uko tayari kukua na kuendelea mbele, surround yourself na watu ambao wanaelekea kule ambapo unataka kuelekea. Hata kama hautafika kule ulipofika wa 100%, lakini kuna kitu cha muhimu sana ambacho utaenda kukipata, of which usingekipata kama ungejihusisha na watu ambao hawako kwenye ile level ambayo ulikuwa unataka wewe kuwepo. Kwa mfano mkubwa kabisa, ukiwa karibu na watu ambao hawana malengo, bila kujua, muda unavyozidi kwenda utaanza kufikiria kama wao. Ukijizungusha na watu wenye malengo na nidhamu, kiwango chako cha kufikiri na kutenda kinainuka. Siku zinavyozidi kwenda, wale watu wanaokuzunguka, taarifa unazozipata, my friend, kama unaona ndugu zako, marafiki zako ndio chanzo cha wewe kurudi nyuma, jitenge nao. It is for your own good. Unajua tunashikilia sana vitu ambavyo vinaturudisha nyuma bila sisi kujua. Unashikilia rafiki, unashikilia sijui nani. I'm telling you, kwenye stage za ukuaji wa kwako binafsi, kuna muda inahitaji uwe mwenyewe, ujiachilie, ujitenge na kundi ulilopo, uende kwenye kundi ambalo lipo tayari kuenenda kwenye ule mwelekeo uliokuwa unaotaka. Usikome, usichoke kujipendekeza, my friend. Jipendekeze kwa watu wenye malengo, jipendekeze kwenye watu wanaoelekea kwenye direction, jipendekeze kwa wafanyabiashara, jipendekeze kwa wale watu ambao unaona wanaenda ile njia unayoenda. One time utakuja kusema, yes, I'm so happy nilifanikiwa kufanya hichi kitu. Rule number 1 au somo la kwanza ambalo tulijifunza linasema kwamba small smart choices consistently applied over time. It means the more you surround yourself with people who wana malengo, wanaelekea sehemu fulani,
kujiunganisha tu na yale mazingira. Siku hadi siku kuna kitu unanipatia ambacho kinaenda kujibuild up over time na utapata matokeo ambayo haukuwahi kutarajia. Choose your environment wisely, chagua marafiki wisely, angalia taarifa unazozisikia. Sio lazima kile unachokiona TikTok, Instagram, YouTube ukitilie macho, ukisikilize. Vingine vinakuspoil na kukurudisha nyuma bila wewe kujua. Somo la 5 au kitu cha 5 cha muhimu ambacho nimejifunza kutoka kwenye kitabu cha The Compound Effect by Hardy ni kwamba it's not the big things that add up in the end. It's the hundreds of little things. My friend, I am so happy nimekutana na kitabu. Mara nyingi huwa tunaangalia watu na kusema, jamani huyu ana bahati. Ona biashara yake ilipokuwa. Ona kazini amepata promotion. Wao ana bahati sana. In reality, tunasahau kwamba it's not the big things that add up. It's the little things ambazo zinaenda kuongeza. Kama kila siku unakusanya kuni na kuzichochea moto unazidi kuwa mkubwa unavyozidi kuongeza kuni. It's like this. Nguvu ya compound effect kujitokeza wakati au baada ya watu wengine wameacha. Kuna hichi kitu, mnakuta wote mmeanza the race at the same time. Lakini kuna watu wataishia katikati kwa sababu wanakata tamaa, wanaona hawafiki. Lakini wale watu wanaojitahidi kuendelea, wanaendelea kufanya mambo sahihi bila kukata tamaa kabisa. Mwisho wa siku wanaonekana kama vile ndio wenye bahati sana. Lakini ni nidhamu na nguvu ya kuendelea ambayo iliwasaidia wao kupata compound effect. You know, compounding is something ambacho kina add up over time, kinajiongeza over time. Kwa zile nguvu walizokuwa wanaziwekeza zinajiongeza over time, wanakuja kugain kitu kinaitwa momentum, wana move forward. Huge businesses that we see today, successful people that we see today, they started little by little by little. Zile nguvu zao zikajicompound, zikasababisha wao kugain momentum, and now we see them as the luckiest people in the world. Akati ni watu ambao almost some of them we started the same races together, lakini some of us gave up. They decided to move on and now they are where they are. So don't give up. Choose your race wisely. Sio kwamba unaanza juu unashuka chini. Tunaanza chini tunapanda juu. Kidogo 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 kidogo, in the end of the day utaona matokeo ambayo hukuwahi kuyatarajia. Last but not least, hichi kitabu ni kitabu ambacho napenda kukushauri popote ulipo, tafuta muda ukakisome kama utapata nguvu. Kama hujapata nguvu, haya masomo 5 ni ya muhimu sana na yatakusaidia sana kwenye mwaka wako 2026. Ukaanze kwa nguvu na kwa mtazamo ambao ni tofauti kidogo. Kuna vitu labda ulikuwa umevimiss mwaka 2025 na unawaza sasa 2026 unaenda kuanza, utaanzaje? Urudie makosa yale au badilike? Na kushauri badilika. Kutia masomo haya 5 na yatakusaidia, kwa sababu Darren Hardy anatufundisha kwenye hichi kitabu kwamba sio mambo makubwa ambayo yana make sense sana mwishoni. Kinacho make sense au kinachosababisha matukio au mambo makubwa sana tunayoona siku ya leo ni zile nguvu tunazowekeza kidogo kidogo kila siku bila kukata tamaa. Wekeza nguvu zako kwenye biashara, wekeza nguvu zako kwenye kazi, wekeza nguvu zako kwenye talent, kwenye chochote kile, kwenye idea yako. Every single day, put in the efforts, don't give up. Unaweza usione matokeo at first, lakini as time goes on, the compounding effect takes place and you gain momentum and you find yourself succeeding and floating over your success. Sio kwa sababu wewe una bahati sana, ni kwa sababu umeamua kuchagua njia ambayo ni sahihi na hukuamua kukata tamaa. Mwambie rafiki, amwambie rafiki. Hivi ndio vitu vya muhimu sana ambavyo ulikuwa unahitaji kuvisikia kwa ajili ya kuanza mwaka wako mpya 2026. Nakupenda sana. Don't forget to like, share and subscribe, na kumwambia rafiki yako amwambie rafiki yake kwamba Positivity with Miss Popular is the best place to be. I love you. See you next time. Bye.